God have mercy upon us. Cabinet Secretary for Health, Aden Duale, is in the House defending himself. No, I'm not defending. You're defending. I am giving facts. 11 billion shillings I think, looted. No, let me tell you. He says rejected. Yeah? I wonder. Over the past 1 week, kuna mambo mob sana imekuwa ikitrend. But kuna kitu moja, we can all agree that hatuwezi ignore. The 11 billion stolen from SHA. Like, this is total shit, bro. Like, yani hawa watu, igava, imekam tu, like, inatupima tu akili vibaya sana. Starting from the beginning, like the whole thing, kutoka time ilikuwa ikianza, the whole thing ilikuwa tu ni fraud, ilikuwa tu ni plan ya wase kadhaa, wajibenefit tu. Na hii ndio mimi kila siku nawaambia, like, we youths, like, tunafaa kutumia another kind of sense than yenye tulipata wazazi wetu au wenye walikuwa mbele yetu wakitumia. Cause for real, I don't understand how and why system yenye inahitaji 700 million ndio ikuwe better, that tuimalize tuanzishe another new system yenye itatumia like a whole 104 billion. Like, are we even joking? Are we even serious about making our country better? Ni Singapore gani tunaenda if tunaweza opt kutumia 104 billion instead of 700 million? Like, tumalize kitu ilikuwa already ina work, ina need to like some few adjustments hapa na pale, then ikuwe sawa. Tuachane na hiyo, tuende tukaanzisha kitu mpya yenye haijawahi work, hatujawahi itry tena with our 104 billion, whereas those are help, those are, za madaktari halipwi, wase wanalalamika, like, vitu haziendi poa, and we are wasting 104 billion zinaenda kwa mifuko ya watu just like that. Like, ini joke buda, ini joke. Cause for me, mimi naonanga there's nothing like, hakuna kitu kama SHA ama SHIF ama all this. It's just the NHIF walibadilisha tu rangi na cover ya vitabu, nothing else. Cause hakuna kitu they did. So for me, I think they just used the 700 million yenye NHIF ingetumia, then the rest wakakula tu. Na if anything, hata hiyo 700 million hawakutumia, they just crashed a whole system yenye ilikuwa ina work. They bring another system. Because for me and any other Kenyan mwenye ako huku nje, we all expect that wakati unakam kumaliza kitu yenye niko nayo saa hii, I expect you kuniletea kitu yenye iko far way more better than yenye niko nayo saa hii. For example, kama NHIF, mimi nilikuwa nalipia punch, na for that 500 shillings ilikuwa inanikava na ikave wife na ikave mtoi 500 shillings. Na the good thing with NHIF ni that na hii msiambiane kwa sababu hii si mzuri. The good thing with NHIF ni ati hata sister yako ama brother yako angekuwa amelala na wewe uko na kadi, kuna venye hiyo kadi yako ya NHIF bado igemsort. Like, things were good na ni only punch. Na NHIF, let's say maybe sijalipia like miezi 5, the last 3 ama 4 months, and then saizi ni hitaji, NHIF ingekwambia tu all you need to do, you need to pay hiyo miezi haujalipa 3 and everything else itakuwa covered. But now come to SHA wanakwambia you have to pay for a whole year. Like, what the fuck? Nani amekwambia nitakojeka huko? Like, we should be serious by the way. Like, tunafaa tukuwe serious. Haufai kuniambia nilipe insurance ya a whole year yenye, like, who does that? How? Like, for what? Like, I get kwa kichwa yangu why I need to pay for a whole year to get services sahi. Like, wakitumia the 104 billion, for me I expected kama NHIF niko nalipa 500, for the SHA nilipe 200, because that's what affordable means. Affordable means kama nilikuwa natumia 500 or 1000 means I should pay lesser amount than yenye nilikuwa nimelipa, but that's not what is happening in Kenya. Ni story hapa, story pale. Health system high work. Now tuachane hata na hizo. Now my point ama my thing yenye imefanya nitengeneze
hii video, it's about the 11 billion yenye imepotea in the last 6 months from when SHA started working, that is 2024 October up to 2025, I guess June ama July hapo, I mean April. By up to June, within less than an year, system imepoteza like 11 billion. Like we even not serious, we are not serious at all. 11 billion ukiadd kwa zile zingine 1.4 billion, that's a clean 115 billion zimeingia kwa mifuko ya watu, because huwezi niambia pesa imepotea. We are not that stupid. That's why nasema we should all start using akili ya watu wako na akili. We should stop using akili za wale wazee tulipata. Na kama we ni youth uko hapo nje, man, you need to change your mentality. Usitumie ile akili ulipata wazazi wako wakitumia nayo, because I mean, I'm not that stupid that ukamu niambie 11 billion imepotea na imepotea tu, like imepotea, and it's like see issue, see big deal, no arrests, nothing happens, and that get buried, and few people, 2 or 3 people, they just walk away with that money, and people are dying in hospitals. Unaenda hosi hakuna dawa, unaenda hosi like hakuna kitu ina run, hakuna kitu ina happen. Man, this is so sad. Like this country imejaa tu watu wako like watu tu wanajipenda, watu wako so selfish that they can steal hospital money waende wakajitajirishe. Like who does that? Nani ako so inhuman hivyo that anaweza tumia pesa ya hosi kujitajirisha, pesa yenye inafaa kwenda kufanya msee surgery inaenda na mtu. The other day I had waziri huyu Aden Duale saying that SHA haiwezi lipa more than 500 Kenyan shillings kwa matibabu ya mtu mwenye ameenda let's say like India ama outside country. Reason being ati hatuwezi enda kusupport health systems za nchi zingine. And I'm like, what the fuck are you telling us, bro? What the fuck are you telling us? Do you think kama kungekuwa na hizo services here in my country, do you think ningeenda kutafuta hizo services in India? Like you are stupid, bro. You are stupid. You are like, wacheni ujinga. Like hawa wazee wanafaa wache ujinga. Unawezaje sema ati hautalipia mtu hosi sababu ameenda India just because ati ukilipa you are supporting health system ya huko? Basi tuletee hizo services huku, tuzisupportie huku. Hiyo SHA ama what the fuck do they call it, I support health system ya huku. I will not have any need ya kwenda outside country. Anyway, this shit, we really need to change. This shit ain't clean, bro. This shit ain't clean. Like, we need to have serious people kwa hizi ministries. Anyway, before I leave, kuna several Kenyans wame react kwa hiyo story. Nataka nikuachie several videos hapa, ubaki ukiziwatch, and make sure to subscribe kwa hii channel. Tutakuwa tunachambua mambo kadhaa, vitu zile zina trend kwa nchi yetu, vitu zile zinatu affect sisi kama Kenyans na mostly kama youths. Next video tutakuwa tunaongelea this scam ya the Nyota thing, the 2000 shilling yenye inapewa kama grant kwa my youths. Na yeah, kama unataka kusikia tukichambua hiyo, tukicheki maoni ya wasee, make sure umesubscribe. YouTube channel ni Cheki254. Subscribe, make sure umelike hizo video ziko hapo, make sure umetuachia comment maoni yako. Tutakuwa tukisoma maoni ya kila msee kila jioni after we upload a video. After some time hivyo tutakuwa tuna have some time ya kureview comments, kucheki comments, watu wanasema nini, watu wamechangia aje. Make sure comment yako nimeisoma, ndasoma comment ya kila msee. To subscribe, tuende nalo, au sio? Respect Joe. Cabinet Secretary for Health Aden Duale is in the House defending himself. No, I'm not defending. You're defending. I am giving facts. 11 billion shillings I think looted. No, let me tell you. He says rejected. By the way, CS, in any civilized society, if a headline like this was screaming out there, the health CS would have resigned. In China, you would be in jail today. Why? Because the buck stops with you.
Leonard Masikabi says, ask CS, why is the healthy sector, I guess health sector, in limbo under your watch? Are you really on the ground, or what are you saying is reported? Is he aware that there are no drugs in the hospitals? Is he aware of what costs a woman to give birth in this country? He should stop lying to Kenyans. He must be part of the Rigiji bloggers or supporters. I'm the minister who detected and who said 11 billion will not be paid. They are rejected. So these are bloggers of Rigiji. And by the way, his party says they listen to the ground. Nyeri is number 3.